Wewe ni nani? Mimi ni mimi. Sikiliza mjomba, leo nimekuja hapa kama professional lawyer, mwanasheria. Licha ya kuwa huyu ni babangu mzazi, lakini leo nitasimama kama mwanasheria wake. Nimesema hivi, kesi ya Bi Kachala na baba yangu kuhusu ndoa yao lazima ielekezwe vizuri katika maelekezo ambayo hayahitaji kuwepo kwa hati ya ndoa, kwa sababu hati ya ndoa tayari ishachambiwa. Sisi tunataka kesi iungurume sasa hivi, na kama haitaunguruma kesi sasa hivi, nadondosha nya hapa ofisini. Anasemaje huyu? Nimesema nadondosha nya hapa ofisini. Vipi afande Ngunga mkuu? Nadhani umemsikia bwana mdogo alichokisema. Katuambia tuchague kitu kimoja. Either adondoshe kitope katika ofisi yetu atuchafulie hali ya hewa, ama tuifungue kesi ya babaye na Bi Kachala. Twafanya nini sasa hapo? Tufungue kesi ama tumuache bwana mdogo adondoshe kitope katika ofisi yetu? Kwicho, siye ni makamanda tena makomredi kweli kweli, ijapokuwa twalegea sometime. Sasa amri yetu siye lazima iheshimiwe. Tulishamwambia huyu babaye akalete hati ya ndoa, ndipo kesi yake siye tutakapoisimamia. La akashindwa kuitafuta hiyo hati ya ndoa, siye halituhusu hilo. Hatuwezi kuendesha kesi somacho. Huyu kipofu, hiyo kesi yake kipofu, hatuwezi kufanya hivyo. Hivyo kama hawana hati ya ndoa, waondoke hapa. Yeni huyu nye analegeza domo sana huyu. Usekulegeza lomoye. Lomodia hona. La, usimuite hivyo. Huyu lomodia hona. Sikiliza afande, nilishakuelekeza toka mwanzo kwamba hati ya ndoa kupatikana ni vigumu. Yule bwana niliyekuja naye hapa siku moja, yule ndiye aliyeichezea vibaya mno, kaichambia, kavutia sigara. Sasa mimi nitaipata wapi? Na kesi hii lazima iendeshwe. Nina haki zangu mimi kwa Bi Kachala. Hati ya ndoa sina, na kesi lazima isikilizwe. Ving'ang'anizi. Alafu kitu kingine bwana Lomodia hona. Si jina lake hilo. Wapi, huyu Lomodia hona tu kwetu. Sikiliza bwana Lomodia hona. Sisi japokuwa hatuna hati ya ndoa, lakini tunajiamini katika hali ya sheria. Sisi ni professional lawyer, tunajikubali. Hatuna haja ya kuwepo na hati ya ndoa. Hata kama hatuna hati ya ndoa, tuna uwezo wa kushinda hii kesi. Ndio maana tumekwambia hatuna hati ya ndoa, lakini tuna uwezo wa kushinda hii kesi. Tunaomba kesi ifunguliwe. Bwa mdogo, huna adabu. Adabu huna kabisa. Yashindwa kutofautisha kati ya mazungumzo yako wewe na bibiyo huko nyumbani na mazungumzo yako na mkuu wa kituo cha polisi, comrade. Mie ni comrade jemedali kupitiliza, naweza nikakubadilishia matilio muda wowote ule. Nitakusweka selo. Kunyangezi, umsweke selo nani? Mimi sijaja kuwekwa selo hapa. Tumekuja kuleta malalamiko. Baba yangu anazulumiwa haki yake na Bi Kachala. Kwa nini hamtaki kutusikiliza nyie? Acheni maswala ya hati ya ndoa. Hati ya ndoa haitoshi kuwa kielelezo cha baba yangu kupata haki zake. Sisi wenyewe tuna uwezo wa kusimama kama hati ya ndoa. Afande Kwicho, twajibuje hapo? Mimi mwenzako nishachoka na legea. Hebu mjibu, mweleze jambo lolote lile, hata la kumfukuza. Ngunga, wewe ndio mkuu hapa, ndio mwenye kauli ya mwisho. Unaweza kuamua jambo lolote lile na hakuna mtu wa kukupinga. Umeamua kuwafukuza hawa mabwana, wafukuze waondoke. La, umeamua kesi iungurume hapa ndani, ni wewe. Mie sina la kukushauri bwana mkubwa. Mie kama mkuu wa kituo, comrade, kauli yangu mmoja tu, maamuzi yangu ni kuwafukuza mabwana. Nyie tokeni, ondokeni, nendeni nyumbani mkale chakula. Ano Ngunga, kwa sauti hiyo huwezi kutoboa. Huwezi kutoboa kwa lolote lile, hata ingelikuwa ni watoto wadogo. Kwa sauti hiyo legevu kama mrenda wa kigogo wasingeliondoka. Hawaondoki. Kwa sauti kali yenye uwezo wa kupasua miamba na mkate ulolowekwa kwenye maziwa mtindi, we bwana we kitufe na mwanao, naamuru ondokeni katika ofisi yangu. Kesi yenu haiwezi kuendeshwa hapa. Ngunga, hawawezi kuondoka hapa. Si unaona wanavyokutazama kwa dharau?
hawawezi kuondoka hapa kwa sababu sauti yako ni legevu sana Ngunga. Ondokeni. Ngunga, kaza sauti. Ondokeni. We Ngunga. Halo. Kaza sauti. Kitufe na mwanao, ondokeni. Kwani bwana Lomodiahona Ngunga, shida iko wapi? Sisi tumeshawaaminisha kwamba hatuhitaji kuwepo kwa hati ya ndoa ili kuendesha hii kesi. Tuna uwezo wa kushinda hii kesi bila hati ya ndoa. Sasa nyie, kwani shida yenu iko wapi? Kwa nini mnashinda kutufungulia kesi? Sisi tutaiendesha kwa uwezo wetu wa kisheria. Hakuna haja ya kuwepo kwa hati ya ndoa. Naomba kesi ifunguliwe. Sisi hapa sio kwamba tunakataa kuondoka. Kuondoka hapa tutaondoka. Kwa sababu sisi hatukai hapa, lakini tunahitaji kesi ifunguliwe kuanzia leo. Bikachala afuatiliwe, akamatwe, kesi ianze kunguruma. Afande Kwicho. Yes, afande. Kamata wahalifu wawili, baba mzazi na mwanae, tia selo hawa. Haya, nyosheni mikono yenu juu kabla sijawakurubia. Tukurubie tukukwangue kizazi. Bwana afande, mimi nikwambie ukweli tu kwamba sisi hapa tunachokitaka ni kitu kimoja. Tunataka kesi ifunguliwe, ndipo tutakapoondoka. Hatunyooshi mikono juu na wala haondoki mtu hapa hadi kesi ifunguliwe. Na sasa hivi tunawapa option mbili tu, kufungua kesi ama tuchafue hali ya hewa. Hebu kwanza ngoja niwaonyeshe malimba, maana nyie mnaweza mkachukulia poa. Umesikia malimba hayo? Nimekula maharage ya rozikoko, nikala mayai mawili ya kuchemsha na chapati 3. Kwa hiyo niko vizuri kisaikolojia. Je, mnafungua kesi ama tuchafue hali ya hewa katika level sio kwa ya kawaida? Kwa hiyo hujanisikia nilichokuuliza ama ndo dharau? Nimekuuliza kwa nini unamlegezea jicho mme wangu? La hasha, haja nilegezea Somoe. Zumbe, siongei na wewe, tuliza kishundu. Sawa, nimekituliza Bimlole. Mimi sijamlegezea jicho mme wako mama. Walai tena na kuapia, sijamlegezea jicho. Nimekuja hapa nilikuwa namuulizia Mwantumu shoga yangu, kuna mahali tulikubaliana twende. Ushoga na Mwantumu umeanza lini? Mwantumu hajawahi kunambia kama na urafiki na wewe. Wewe, hebu sikiliza nikwambie. Mashoga zake Mwantumu wote na wajua, si wewe. Niambie hapa nyumbani kwangu umefuata nini wewe binti? Jamani, nimemfuata Mwantumu. Sasa mimi nitafuata kitu gani kingine hapa zaidi ya Mwantumu? Aha, wewe hapo nishajua. Hadi ule kidinyo ndio utaongea ukweli kwamba hapa umefuata nini. Tamfuata Mwantumu huyo. Zumbe, siongei na wewe, tuliza ntakuntaku. Nimetuliza. Shenzi mkubwa wewe. Utanielekeza vizuri wewe binti. Umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Huyu mama naye anavyonitisha jamani. Anadhani mimi nitamuogopa. Sasa utanifanya nini bibi Kizewe? Nimekwambia mimi nimemfuata mwanao Mwantumu. Kuna ishu tulikubaliana mahali twende. Sasa unalazimisha kitu gani kingine zaidi ya mwanao? Mimi sina kitu kingine ambacho nafuata hapa, na usintishe. Hiyo kauli ulosema kwamba utanifanya nini wewe bibi Kizee ndio itakayokuponza. Binti, usinichukulie poa. Yaani hadi hapo tayari ushamshika simba masharubu. Ina maana hata hii nguo ya juu niliyovaa huioni? Nguo ya juu? Nguo si hiyo hapo naiona? Ndiyo naiona. Ina nini? Unauliza nguo ya nini? Ina maana wewe binti huijui hii nguo, hujawahi kuiona? Ni sale ya vikoba. We Stella, combat hiyo. Combat ndo aivalie lemba kichwani. Asa kumbe changwa ni sindikize kwedi bagonogo hakurogwa. Changwa ni sindikize kwedi bagonogo hakurogwa. Changwa ni sindikize kwedi bagonogo asapo linachanganya. Kichi. Changwa ni sindikize kwedi bagonogo hakurogwa. Changwa ni sindikize kwedi bagonogo. Yani nakumbuka kijijini sasa. Natamani nirudi tena kijijini. Ila sirudi. Mjini kumenoga. Nani? Ni Kitundu. Kitundu? Hivi kumbe wewe mwanaume chizi Mimi nikajua mgeni gani maarufu wa maana amekuja kunitembelea, kumbe ni Kitundu. Unatoka wapi kwanza wewe? Natoka Kitaa. Sasa kwa nini unagonga mlango hivyo kama mgeni wa maana? Kumbe ndio wewe mshenzi mkubwa. Hebu ingia ndani. Kama chizi. Mama. Mame.
Haya, huu mkaa tena humu ndani umeuleta wa nini Kitundu? Sio mkaa huu Bikachala, ni hausigeri mfanyakazi wa ndani nimemleta. Mate, nani amekwambia anahitaji mfanyakazi hapa ndani? Au ntakuntaku inakusumbua Kitundu? Sasa nisikilize kwa makini. Kabla sijacharukwa, masheta yangu hayajanipanda kichwani, naomba utoe mkaa nje. Faster!